Babale tunakoje? Bwana, mambo ni mazuri sana. Tumekuja hapa kwa ajili moja tu, tumekuja kumsupport Juma Jux ambaye leo anafunga ndoa yake ya 6, tuseme kama sio ya 7, na lengo kubwa ni kuonyesha kwamba sisi wote tumefurahishwa na kuona anaingia kwenye mahusiano ya mke na mume akiwa na mke wake kutoka Nigeria. That is. Nataka nisikie comment yako, hasa maneno yanakuwa ni mengi sana. Jux ndoa zimekuwa ni nyingi pia. Nataka nisikie utofauti wa harusi hii pia na ambazo pia zimefanyika. Wewe mwenyewe tofauti unaoona ni harusi ambayo imeunganisha nchi mbili, imeteka Nigeria na sasa ni zamu ya kuteka Tanzania pia. Hapa ilifanyika ikaenda Nigeria, imerudi, inaekaeka nyingi, na ni harusi ya msanii ambaye yuko kwenye peak this time around. Kwa ni harusi ambayo macho mengi yanaangalia kwenye hiyo harusi. Nigeria, Diamond alifanya mambo mengi sana kama kumwaga pesa, kuwapa pia wana polisi wale, baadaye mambo yakawa ni mengi pia. Pengine Tanzania, wewe ni mtu wa karibu na Diamond, tutegemee yapi hasa kwa Diamond? Mimi siwezi kumtabiri Diamond. Diamond ni mtu ambaye anafanya maamuzi yake yeye mwenyewe binafsi. Ni mtu ambaye anaweza kufanya chochote anachokitaka kwa sababu kama hela anazo. Juzi tu nilikuwa nimeona anakaribia gunia 2 za dola, ambayo ni dola tupu. Na this time around hata ukiangalia hata walikuwa wanajaribu kucompete na Diamond Platnumz, this time wote wamerudi nyuma, wamekubali kwamba yeye ni mkubwa, wao ni mabwana wadogo, na ndio maana umeona kuna wengine wameunganika watatu wimbo mmoja, wako watatu na hakuna chochote kilichotokea. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba Diamond Platnumz kashashindikana katika level hii. Kwa maamuzi yake anaweza kuyafanya hapo. Anaweza akaamua kuja na magari akagawa magari, anaweza akagawa hela, anaweza kufanya chochote. Ana viwanja Diamond Kigamboni amenunua viwanja karibia heka 40 na ngapi. Anaweza akaamua kugawa viwanja. Kwa ni yeye atakavyoamua ni kitu gani anataka kukifanya katika hii harusi. So namsubiria hapa, na mimi kama unavyonijua siingii mpaka aingie. Namsubiria kwa sababu nimeacha msafara ndio unatoka kwake Mbezi. Kwa nadhani baada ya dakika chache Diamond atakuwepo hapa. Wewe kama wewe Baba Levo umejipanga vipi pia kumsupport msanii mwenzako? Mimi sio maana nimekuja hapa, nimetoka Dodoma, mimi ni mgombea, kumbuka nimtiania chama changu cha Mapinduzi leo kikwa Dodoma. Tumefanya Dodoma, nimekimbia, nimepanda ndege ya jioni, nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kumuona Jux. Asubuhi naondoka tena narudi Dodoma kwa ajili ya kwenda kusubiria Irani ya chama cha Mapinduzi. So nadhani umeona jinsi ambavyo nimemheshimu. Nimetumia gharama kubwa ili kuweza kufanikisha kuhudhuria kwenye harusi yake. Yeah. Siku za kwanza kabisa wakati harusi inaanza ikaeka, uliweka posti ya Mama Ruby na ukasema kwamba matukio kama haya na wewe ufanye jambo lako. Yeah. Tutegemea huu mwaka pia ndugu mgombea. Hata Mama Ruby pia anakuja leo hapa. Kwa mara ya kwanza mtamuona hapa, anakuja kwa ajili ya kushuhudia harusi ya Jux. Ni mambo ya wanawake unadhani unayajua. Alijitengeneza nyumbani, mtoto akaleta ekaeka, akavivuruga vyote. Kwa hiyo ameanza upya. Na mimi sasa siwezi kukaa namsubiria Mama Ruby mpaka amalize kufanya makeup upya, kufanya vitu vyake vipya. Kwa hiyo nimesema nitangulie, yeye akimaliza atakuja na nitampokea na tutakuja hapa tutaongea pamoja. Sasa wataja watatu Baba Levo na wakati wote watatu wamefanya ngoma ya pamoja. Nadhani mnawajua. Wakati wanaachia ngoma yao ukasema wafungue bendi. Wangeanzisha bendi ili kupambana vizuri na Lukuga, lakini kwa hivi mmoja ishashindikana. Unahisi wametoa ile wimbo kwa mashindano? Sidhani kama inaweza kuwa ni kawaida. Wake ni kama bendi. FM Academia wako wamejirundika wote, lakini wimbo kwa kweli nimeshangaa sana kuona wimbo haujafanya vizuri kama vile ambavyo ulitarajiwa. Pengine labda Salama kwa namba moja na Barnaba ndio sababu ya wao attention yao ya Harmonize, Rayvanny na Mario kushinda kuitoa pale juu. Ya nadhani mimi mwenyewe nafikiria hilo. Ya pia platforms huko angalia kama numbers hamna, hawajamtoa namba moja trendi. Ukiangalia nilikuwa naangalia jana kwenye nini mnaita TikTok, sijui vitu gani, mwenye numbers nyingi kwenye TikTok kwa zile challenge ni Mario peke yake, lakini hao wengine ndugu yangu Hamo pamoja na Ray haikwenda vizuri. Yeah. Pia Baba Levo baada ya Diamond Platinum kufanya show kule Uganda. Yeah. Wana wasanii wa Uganda wamelalamika sana. Kwa nini Diamond Platinum analipwa hela nyingi kuliko wasanii wa ndani? Hii imekaa vipi? Yeah, wasanii wa Uganda wanalalamika kwamba Diamond analipwa hela nyingi kuliko wao, na wakati wao hawaiangalii thamani yao na thamani ya Diamond ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo vyote vile Diamond Platnumz kwenda kufanya show sehemu, nauli peke yake ya kumpeleka ni private jet ambayo ni dola laki. Kwa milioni 300 kwanza uwe nayo ya kumsafirisha. Sijui kama mnanielewa.
uwe na milioni 300 ya kumsafirisha, kwa sababu dola 100,000 ni milioni 260 na kitu karibia. Sijui kama unanielewa. Bado vibali sio vitu gani, kwa ni milioni 300 ya kumsafirisha kuja kwenye nchi yako. And then akifika hapo umlipe hela yake. Sasa huwezi kumlipa eti mtu umemlipa milioni 50 adai private jet. Ina maana atakuwa private jet ina hela nyingi kuliko yeye malipo yake yeye. Kwa ulipie private jet, alafu uje Diamond umlipe kama yeye ni dola 700,000. Dola 700,000 ni karibia milioni 160, bilioni 1.6. Umlipe ili aje perform kwenye nanili yako. So that is, na wao watalalamika, wasanii wa hapa watalalamika, lakini Diamond Platnumz thamani aliyoitengeneza ni kubwa kuliko hayo malalamishi yao. Kwa lazima wakubali, muda ufike wakubali. Tumeona kwamba Jux anaendelea katika maisha haya ya kuwa na mke wake. Wewe kama kaka na umeishi kwa muda mimi naoa, si nishakwambia namuoa Marubi na wewe. Nishasema naoa mtangazaji, afu ukiuliza maswali usio unatafuna Big G. Unatakiwa unatulia, unauliza maswali. Usiongee na wenzako ukiwa unatafuna Big G. Bana. Huyu ametoka wapi? Hapa ameshika mic ya 7 Media. Ni nani kampa? Nani kampa 7 Media? Matarajio yamekuwa makubwa sana kwako Kigoma, support imekuwa kubwa sana kwa kazi ya kule, na tumeshangaza kuona umeingia na chama ambacho hakikuwa ukiwa unafanya ukiwa zamani, sasa hivi kwa CCM na of course wamekupokea vyema sana. Matarajio kwa namna gani kwa kiasi hicho, na sisi tumejipanga vipi kwa malengo? Chama cha Mapinduzi bado hakijapiga kipenga cha watu kuweza kuchukua fomu. Sasa hivi tunatia nia, ni kutia nia peke yake, ambao kila mtu ameonyesha nia yake. Mimi nimeonyesha nia kugombea jimbo la Kigoma mjini, lakini ninachoamini ni kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa, kina viongozi wengi ambao wana nafasi ya kuweza kukiwakilisha. Mimi nawaahidi na leo hii mike zote hapa mzionyeshe, kama Chama cha Mapinduzi kikitokea kikanipa nafasi, wajumbe wakaniamini, wakaja wakanipa nafasi mimi ya kugombea jimbo la Kigoma mjini, upinzani wangu atakuwa ni Zitto Kabwe. Na waambieni hapa kwenye maiki hizi, Zitto Kabwe hatoshinda kituo cha kupiga kura hata kimoja. Sio kushinda uchaguzi, kushinda kituo. Kama vituo vitakuwa viko 170, nitashinda vituo vyote 170. Na sababu ziko wazi, ikifika muda tutaambiana, tutaongea. Lakini nawaambia, narudia tena, kama Chama cha Mapinduzi CCM wajumbe wakaniamini, wakanipa nafasi ya kugombea jimbo la Kigoma mjini, mpinzani wangu atakuwa ni Zitto Kabwe. Zitto Kabwe hawezi kushinda kituo hata kimoja. Babangu nadhani kafika. So Diamond na pia Baba Levo, naona Simba ameingia. Huyu ametoka wapi? Hapa ameshika mic ya 7 Media. Ni nani kampa? Nani kampa 7 Media? Matarajio yamekuwa makubwa sana kwako Kigoma, support imekuwa kubwa sana kwa kazi ya kule, na tumeshangaza kuona umeingia na chama ambacho hakikuwa ukiwa unafanya ukiwa zamani, sasa hivi kwa CCM na of course wamekupokea vyema sana. Matarajio kwa namna gani kwa kiasi hicho, na sisi tumejipanga vipi kwa malengo hili? Chama cha Mapinduzi bado hakijapiga kipenga cha watu kuweza kuchukua fomu. Sasa hivi tunatia nia, ni kutia nia peke yake, ambao kila mtu ameonyesha nia yake. Mimi nimeonyesha nia kugombea jimbo la Kigoma mjini, lakini ninachoamini ni kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa, kina viongozi wengi ambao wana nafasi ya kuweza kukiwakilisha. Mimi nawaahidi na leo hii mike zote hapa mzionyeshe, kama Chama cha Mapinduzi kikitokea kikanipa nafasi, wajumbe wakaniamini, wakaja wakanipa nafasi mimi ya kugombea jimbo la Kigoma mjini, upinzani wangu atakuwa ni Zitto Kabwe. Na waambieni hapa kwenye maiki hizi, Zitto Kabwe hatoshinda kituo cha kupiga kura hata kimoja. Sio kushinda uchaguzi, kushinda kituo. Kama vituo vitakuwa viko 170, nitashinda vituo vyote 170. Na sababu ziko wazi, ikifika muda tutaambiana, tutaongea. Lakini nawaambia, narudia tena, kama Chama cha Mapinduzi CCM wajumbe wakaniamini, wakanipa nafasi ya kugombea jimbo la Kigoma mjini, mpinzani wangu atakuwa ni Zitto Kabwe. Zitto Kabwe hawezi kushinda kituo hata kimoja. Babangu nadhani kafika. So Diamond na pia Baba Levo, naona Simba ameingia.